Jambo la pili, usipojua ulichonacho kinachoweza kusababisha muujiza, utanyang'anywa hata ulichonacho. Yaani usipotambua ulichonacho kinachoweza kusababisha muujiza, utanyang'anywa hata ulichonacho. Injili ya Mathayo sura ya 13 mstari wa 12. Biblia inasema, kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Hii ndio hatari sana, usipotambua ulicho nacho kinachoweza kusababisha muujiza. Biblia inasema hata hicho ambacho wewe hujui utanyang'anywa. Kwa ni afadhali ujue ulicho nacho kinachoweza kusababisha muujiza. Anasema mwenye kitu huwa anapewa. Maana yake usipokuwa na kitu usitarajie muujiza. Usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Hata Waswahili wanasema mkono mtupu haufanye nini? Lazima uwe na kitu. Mungu wakati anaumba dunia, kuna kitu alikuwa nacho. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1, anasema hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Pasipo huyo hakikufanyika chochote. Manake Mungu alikuwa na neno kama kitu cha kusababisha vitu. Kwa lazima na sisi kwenye maisha yetu tujue tulicho nacho kinachoweza kusababisha miujiza kwenye maisha yetu. Maana tusipotambua hata hicho tulicho nacho tutanyang'anywa. Ndio maana moja ya ujumbe mkali Yesu alituma katika ile makanisa 7, alisema tazama naja upesi, shika sana ulicho nacho, mtu asije akakunyang'anya taji yako. Ukipuzia ndani ya hicho ulicho nacho, kuna mtu atakunyang'anya taji yake.